ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ودانية المشاة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم
من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. فالحق سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Tuko katika rawdatul Qur'an, tuko katika maida ambayo alaiha kullu ma ladha wa tab, kula chenye ladha, kula kizuri. Ala tilka almaida, kiko juu ya meza hiyo, vizuri ambavyo ni nani aliyoviandaa? Innahu alhaqu subhanahu wa ta'ala. Vizuri ambavyo ni nani aliyovibalighisha anillah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Innahu sayyiduna rasulullah Muhammadun alayhi salatu wassalam. Sallu ala nabi. Ndio tukasema ala hadhihi almaida kullu ma ladha wa tab, kula ambacho kwamba kina ladha na kula ambacho kwamba ni kizuri kiko katika maida hii. Maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala ambayo tumesomewa na twasomewa tena, si kusoma tu, kusoma kwa sauti ambayo kwamba lahu taathiruhu alkabir. Msomaji aisoma Qur'ani
kwa sauti ambayo kwamba lazima, ikiwa una imani kama alivyosema yule shair, limithli hadha yadhubu alqalbu min asaf, basi limithli hadha yadhubu alqalbu min hub, moyo hudeuka kwa mapenzi. Kwanza yanayosomwa ni maneno ya Mola Subhana, kisha yasomwa kwa sauti ambayo ndio namna mtume aliyotaka. Zayyinu alqur'ana biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Darasa liendelea, na leo nimekuja kutabaruku na mimi, kupata baraka zenu, kupata nadhara kutoka kwenu, kupata dua kutoka kwenu, kupitia ndugu yangu ambaye ni ndugu yangu. Na ndio nikaanza kwa aya Mola Subhana, al-akhillau yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa almuttaqin, wale waliopendana hapa duniani pengine kwa biashara fulani, waliopendana hapa duniani kwa lengo fulani, wengine wapendana kwa siasa, wengine wapendana na wameshikana kwa biashara, wengine wapendana wameshikana kwa jambo kadhaa, basi hawa wote Mola atuambia al-akhilla ni jamu ya khalil, yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Siku hiyo kutakuwa huyu ni adui wa yule, yule ni adui wa yule, watu kimbiana. Kwa ile sura Mola aliyotuambia yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Siku ya kukimbiana hiyo, kijana mkimbia babake. Usione ni mimi tuna babangu na babangu niseme zile ni babake na babake babangu si ana babake. Chukua sura hiyo, sema baba, siku ya kiyama tutakimbiana mimi na wewe. Sasa wewe mkimbia babako na babako hana baba na babako hana baba, ichukue sura kwa upana namna hii, yani kukimbiana ukakimaajabu. Wewe mkimbia babako na babako mkimbia babake, wewe mkimbia mwanao na mwanao mkimbia mwanawe. Yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nini kilichofanya watu wakimbiane? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Kila mmoja ajifikiria ana jambo limemshughulisha, sijui nitakuwaje leo. Lakini pamoja na sura hii na ni Qur'ani, na hii pia ni sura nyingine na ni picha nyingine, ni Qur'ani. Al-akhillau yawma'idh ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin, wale waliokuwa wamependana kwa ucha Mungu, waliopendana kwa ajili ya Mola, waliopendana kwa ajili ya taa, wao hawana kukimbiana, hawana uadui siku hiyo. Al-akhilla yawma'idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin. Kwa hiyo nimekuja kwa ndugu yangu ambaye tutaraji mapenzi yetu yatakuwa ni hayo, illa almuttaqin, na sote mapenzi yetu yawe ni hayo, illa almuttaqin. Tupendana kwa ucha Mungu, tuna ucha Mungu, tupendana kwa ajili ya Mungu, hakuna kukimbiana siku hiyo. Ndugu zangu, kusema kila mmoja ajua, lakini nataka tuwe ni fani. Tukikaa mbele yenu mkatupa wakati wenu, tuangalie kizuri cha kuwapa. Ama ikiwa ni kusema tu, hata wewe ukiitwa utakuja kukaa hapo utasema, hutokosa la kusema. Lakini sasa tunataka tuangalie yanayosemwa yana uzito kiasi gani, yanayosemwa yana kilo ngapi. Sio mujarradi wa kusema tu. Mumetukirimu kwa kutoa wakati wenu, mumetukirimu kwa kuacha shughuli zenu mkatusikiliza. Tuwe sisi huropokwa topana, lazima tuangalie nini twasema. Qur'ani tukufu ambayo ndiyo inaofasiriwa hasa katika mwezi wa Ramadhani, idha sharaqt wa idha gharrabt. Ukenda mashriqi utasikia kuna durusu za Qur'ani, ukenda magharibi utasikia watu wana durusu za Qur'ani. Wa huqa
lilqurani an yu'tana bih, yastahiqi Qurani watu wajipotolee nayo, hasa katika mwezi wa Qurani. Ndugu zangu, hii Qurani ambayo kwamba tuisoma, hii Qurani ambayo kwamba tuifasiri, yatakiwa tuangalie sura ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alipambana nayo saa ya kuteremshiwa hiyo Qurani. Sote tutajua masala ya Mtume alipokuwa katika ghar Hira, na ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Mwanzo wa kushikiwa ni Jibril, na Jibril alishuka kwa Mtume maratin kathira, mara nyingi, na ilikuwa na sura mbili. Saa nyingine huja kwa sura almalakia, sura ya kimalaika. Saa nyingine huwa akija kwa tasawur, atoka katika malaika akifanya tasawur. Tunachotaka ni tuangalie hii Qur'ani aliteremshiwa katika hali gani, kisha tuangalie sisi namna tunavyokwenda. Tunataka Qur'ani iwe ni rahisi, haina uzito wote, kula mmoja aielewa, kula mmoja aifahamu, kula mmoja ni hodari. Yataka tuangalie masala haya kwa makini kabisa. Nitapenda kuwasomea hadithi ya nana Aisha. Hadithi hii kwa wale wasomi wanaofahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kitabu kikubwa kinachotegemewa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sahihu al-Imam al-Bukhari na sahih al-Imam Muslim, as-sahihain. Hizi ndio zinazotegemewa baada ya kitabillahi azza wa jalla. Al-Imam al-Bukhari, ambaye wengine tusikia jina tu al-Imam al-Bukhari, dharura ufahamu al-Imam al-Bukhari ni nani. Dharura ujue kazi aloifanya ya kukusanya hadithi karibu 7,000, tena ikawa amechagua, sio kwamba ndiye alokuwa akizijua, la. Al-Imam al-Bukhari alikuwa ni mausua kubwa. Yeye mwenyewe anakuambia katika tuliomsoma tarikhi yake, ana ahfadhu 100,000 hadithin sahih, mimi nahifadhi hadithi 100,000 ambazo ni sahih. 100,000 asema al-Imam al-Bukhari. Wa ahfadhu 200,000 hadithin ghairi sahih, na nahifadhi hadithi nyingine 200,000 ambazo si sahihi, lakini sahihi peke yake alokuwa amezihifadhi mwenyewe asema ilikuwa ni hadithi 100,000. Sasa hadithi 100,000 katika kitabu chake ambacho ndio kinachotegemewa zaidi baada ya Qur'ani, hadithi zilizoko ni 7,000, na yeye sahihi alikuwa akihifadhi 100,000 na ghairu sahihi akihifadhi 200,000. Ni mtu wa kusoma al-Imam al-Bukhari, na ukimsoma sana, ukienda sana, utaona hakuwa na asili ya Kiarabu, hakuwa Mwarabu al-Imam al-Bukhari, bali ukiangalia wale maimamu wa hadithi wote au wengi hawakuwa ni Waarabu, walikuwa ni Mafursi. Lakini angalia walivyoitumikia dini, kuonyesha kwamba hii dini ni ya wote. Wewe itumikie dini, hata kama huna jinsi ya Kiarabu, itumikie dini. Dini ni yako, wewe ni Muislamu. Vitu hivi ni muhimu tuvielewe. Al-Imam al-Bukhari yeye ni Mfursi, ni Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughira ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah ibn Bardizbah. Galia majina ya Kifursi yamerudi hayo. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah ibn Bardizbah. Ukitoka kwa Mughira ndio babu yake huyu, na ndio mwanzo aloslimu. Ukitoka kwa huyu utapamana na Bardizbah, Bardizbah, kwa sababu asili yake alikuwa ni Mfursi al-Imam al-Bukhari. Tukitaka kumzungumzia itakuwa ndio darasa lote, tuache. Lakini tuangalie hadithi ya pili ambayo kwamba ameitaja katika sahihi yake, hali aliyokuwa Mtume alayhi salatu wassalam
akipambana nayo saa anapojiliwa ni Jibrili kumletea hii Qur'an. Hadithi hii nitawasomea kwa sanadi yake. Ameisema hivi al-Imam al-Bukhari, hadathana Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما قال. قالت عائشة وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Ndugu zangu, naomba muniazime masikizi yenu ili niwachambulia hadithi hii, uone hali ngumu mtumi aliokuwa akipambana nayo saa anapoletewa hii Qur'ani, saa unapokuja wahi. سند حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة. hii ndio sanadi yake. Ukienda katika Sahih al-Bukhari ni hadithi namba 2 utaiona. Na Aisha sema kuna sahaba Al-Harith ibn Hisham. Huyu sahaba Al-Harith ibn Hisham sala Rasulullah, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, akasema ya Rasulullah kaifa yaatika alwahyu, wahi wakujilia vipi wewe? Wahi unapokuja waje kwa sura gani? Waje kwa namna gani? Mtume akasema ahyanan, mara nyingi, yaatini mithla salsalatil jaras, ule wahi hunijilia kama mfano wa sauti ya kengele. Yani Mtume usikia sauti kali kama kengele. Tukitaja kengele maskuli, vijana wajua kuingia kwa kengele, kutoka ni kwa kengele. Mithla salsalatil jaras, asikia kama sauti. Amekaa pengine na watu, sauti ile hakuna yoyote anaisikia, aisikia yeye tu Mtume. Mithla salsalati aljaras, kama sauti ya kengele nasikia. Wa huwa ashadduhu alayya, na hiyo ndiyo hali ngumu katika wahi kunijilia. Kuja kwa sura hiyo ndiyo hali ngumu wahi unaponijilia. Akaendelea Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wa ahyana, na mara nyingine, yatamathalu li almalaku rajula, yule Jibrili hujifananisha na sura za mtu, hanijilii ila kwa sura za kibinadamu. Jibrili huja katika hali hiyo, fayukallimuni, Mtume asema akanisemesha, akanambia kunambia, akanisomea kunisomea, fa'i minhu ma aqul, nikayahifadhi yale anayoyasema. Hapa Mtume ametaja sura 2. Kuna sura mithla salsalatil jaras, na kuna sura ambayo kwamba ni ya Jibrili kujifananisha na mtu, na sana akijifananisha na ule sahaba ambaye ni maarufu kwa jina la Dihyatu al-Kalbiyu, akijifananisha na huyo. Sasa angalia mwisho wa hadithi, na nakuomba kwa hisani yako, kama Sahih al-Bukhari unayo, rudia hadithi. Kama una sherehe, nenda ukaiangalie, ya kizungu, ya lugha nyingine, nenda ukaisome hii hadithi namba 2 katika Sahih al-Imam al-Bukhari. Na Aisha sema hivi, waqad ra'aytuhu. Hapa ndio naomba kidogo tuwe macho. Waqad ra'aytuhu, hakika nilimuona Mtume. Wa huwa yanzilu alayhi alwahy, Mtume ateremshiwa wahi. Fil yawmi ashadidi albard, siku ambayo kwamba ni ya baridi kali, siku ya baridi.
sema kama mwezi wa Juni na mwezi wa Julai, siku za baridi. Tena na Aisha sema baridi ilikuwa kali, mtume ateremshiwa wahi, fayafsimu anhu, ule Jibrili akimaliza kazi yake huondoka. Wa inna jabinahu, pala uso la mtumi, la yatafassadu araqa, humiminika jasho. Mtume jasho la mtoka, tena siku ya baridi kali. Jibrili amekuja kumletea wahi, mtume sallallahu alayhi wasallam aupokea wahi. Lakini na Aisha atuambia, namuona mtume baada ya ule malaika kuondoka, tena siku ya baridi kali, jasho la mtoka. Wahi namna unavyomjilia mtume namna hiyo. Wa inna bidayat alwahyi kanat shadida, wahi ulikuwa ni mgumu jamani, mtume kuteremshiwa hii Qur'ani. Leo sisi katika hali hii ambayo mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akipambana nayo, saa ya kuteremshiwa wahi, sisi tunataka Qur'ani iwe rahisi tu namna hii, iwe hivi tu. Manao akienda madarasa kwa mwezi utoa shilingi 300, yani kula siku shilingi 10, kula siku shilingi 10 ya kusomeshwa mwanao Qur'ani. Na vingine pengine nafuu, sisi kule kwetu ilipo shilingi 100 kwa mwezi, yani kula siku shilingi 3. Leo vijana hawa .com hawa, eti mpe shilingi 3, ndio madarasa ndio skuli mpe shilingi 3, atakupiga nazo za uso, si ndio? Shilingi 3. Leo baba mzazi shilingi 100 madarasa ndio walipo kwa mwezi, na kama umelipa nyingi ni 500 na maneno. Kijana atakasomeshwa Qur'ani, asomeshwe wahi ambao mtume alikuwa akipokea namna hii, Qur'ani iwe ni rahisi. Ndio utaona vijana leo wako, lakini ni wachache wenye kujua Qur'ani. Sababu kwanza wazee wenyewe hima na ile Qur'ani hawana. Qur'ani thamani kwao ni ndogo. Huu ndio wahi jamani, na hii ndio hali aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile alipokuwa katika pango, Jibril alimwambia iqra, soma. Mtume akamwambia ma ana biqari, faghattani, akanibana. Kabana mtume mara 3 kuteremshwa wahi, mara 3 tena ndio kwamba iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insan. Na kule Aisha hakuwako, bali mtume hakuwa na yoyote, bali ilikuwa Aisha hajawa mke, sababu alikuwa mke wake na Khadija. Sasa ile ni hali alipambana nayo katika ghar Hira, ambalo leo laitwa Jabal Nuri kule Maka. Lakini wahi kumbe ilikuwa mtume ukijila wahi namna hiyo, na Aisha alikuwa ni mke wake akiwa Madina. Wahi ukimjilia mtume kumbe siku za baridi kali jasho la mtoka. Je, siku za joto jamani? Siku za baridi na Aisha asifu kwamba mtume akiletwa wahi jasho, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, palake la uso la miminika jasho. Hiyo ni siku fil yawm ashadid albard, siku ambayo kwamba ni ya baridi kali. Je, siku za joto? Na Qur'ani imeteremka zipindi zote. Qur'ani kuna as-sayfi, Qur'ani kuna ash-shitai, Qur'ani kuna al-layli, Qur'ani kuna al-yawmi, za usiku, za mchana, za wakati wa kusi, wakati wa kaskazi. Saa zote hizi kuna wakati ambao kwamba Qur'ani ilishuka. Ukisoma katika vitabu vya ulumul Qur'an, kuna al-hadari wa safari, aloteremshiwa kwa mjini mtumi. Kuna nyingine aliteremshiwa mtume kwa safarini. Soma katika ulumi al-Quran utapambana na hayo. Al-Burhan fi ulumi al-Quran lilimam Zarkashi, nenda ukasome utaona. Isome al-Itqan lilimam Suyuti, utakwenda kuyaona hayo. Sasa mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ahabbu khalqillahi ila Allah, wahi hakuteremshiwa kwa urahisi. Sisi leo taka wahi Qur'ani tuijue kwa urahisi. Ndio ulama wakatuambia elimu sio lele mama, elimu sio lele mama. Na ndio kuna ule mfano Arabu wasema al-ilmu rajul, ilmu ni rajul, yani leo kupata elimu mpaka we rajul, mwanamume kweli kweli wa kupindana na kujikata. Sio hivyo tu, leo umekuwa watu sikiza masidi na ghasia gani ndani ya rumu, kesho utoka ni mashekhe na wao
hedhi ya watu, wakakataza, wakamrisha, wakaharamisha, wakahalalisha. Ule mmoja siku moja alionekana chumbani kwake ameweka godoro kubwa, huinua mikono na miguu. Sasa ule bwana akamwona siku ya kwanza, akamwona siku ya pili, akamuuliza ona nini? Akamwambia najifundisha kuogelea, lakini kwenye godoro chumbani. Ajifundisha kuogelea kwenye godoro. Hai, ikawa rusha mkono namna hii, rusha mkono namna hii, miguu namna hii. Alipoona kwamba shailimika, akaenda kaingia baharini. Alipoingia baharini, muda si muda huno mai shekh, muda haukuwa mrefu tayari huno mai, akaenda akaokolewa. Wa illa la ghariq, angeli ghariki. Wewe unataka kujifunza kuogelea shekhe, ingia baharini bwana. Ingia baharini kwenye maji, utakwenda leo mpaka hapa, kesho wajifundisha kuogelea kwenye godoro. Kwenye godoro yake haiendi, sio hivyo. Kwa hiyo jamani, Qur'ani yatakiwa tuelewe kwamba ni kitu kizito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, neno zito. Na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akilipokea kwa hali ambayo kwamba ni mzito. Tuweke heshima Qur'ani sana. Na leo utaona la maajabu ni kila mmoja afasiri Qur'ani, kila mmoja ni shekhe, na ni maajabu haya, na amekuwa yaendelea sasa. Leo ukiletewa kijana ukiambia huyu amehifadhi mswahafu mzima, kukikimiwa hapo tamtia kibula. Taibu, amehifadhi mswahafu sawa, lakini hii swala haitaki Qur'ani tu, yatakana fiqihi. Hii swala haitaki kuhifadhi mswahafu tu, yataka na fiqhu swala. Sasa ajua fiqhu swala huyu, akitatizika. Taibu, amehifadhi Qur'ani, ni mtu mkubwa hata kama umri wake ni mdogo, lakini tukiwa tumtanguliza tusalishe kwa kuwa ni hafidhul Qur'an. Kuna fiqhu swala. Fiqhu swala nayo ni dharura aijua. Naam, hafidhul Qur'ani fawqa ar-ras, tutamweka juu ya kichwa mtu amehifadhi maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuhifadhi Qur'ani haimaanishi kwamba wewe swala huna matatizo. Pengine atatashahudi haijui, labda aweza kuwa ile tahiyatu sahihi aweza kuwa pia pengine hugonga gonga. Kwa hiyo naomba jamani, Qur'ani tuweke heshima sana, Qur'ani iweke adabu sana. Na moja katika adabu ya Qur'ani ni saa ya kusikilia kusoma, tuwe kama Qur'ani ilivyotuambia, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tuwe na insat, tuwe na kuisikiliza Qur'ani. Natija yake tukinyamaza kwa makini, natija yake tukisikiliza kwa makini, tutapata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na heshima hii leo kwa Qur'ani imekosekana kwa wengi. Utaingia kwenye maduka kumetiwa Qur'ani yasoma, ule mwenye duka angalia senti tu umechukua nini na nini, Qur'ani yasoma. Utaingia hoteli, Qur'ani yasoma, ule mwenye hoteli auliza tumekula nini na nini, bado shilingi ngapi. Sasa Qur'ani ile imetiliwa nani? Qur'ani ile alotiliwa ni nani? Wewe mwenyewe huisikizi, wale wenye kuja kula utasikiliza? Wewe mwenyewe unaitiwa husikilizi, wale wenye kuja kununua dukani utasikiliza? Hii ni kuidharau Qur'ani. Angalia majini watuonyesha mfano. Majini waliamini Qur'ani, majini wakaisifu Qur'ani. Tuangalie adab. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada, katika suratul jinn. Ukienda katika suratul ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma halaruhu qalu ansitu. Majini wanyamazishana, majini hao. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. soma katika suratul Ahqaf mwisho aya hizo. Majini waliposikia Qur'ani walihamazishana. Sisi hatuna adabu hiyo leo.
Hatuko namna hiyo leo, na ni vituko kwa hakika. Ukituangalia sisi namna tulio, utamwona mtu usiku au saa yoyote nyumbani ana simu yake, ataangalia vitu vyote saa ile, ana nishati kwa makini, ana nishati. Saa akichoka hutia Qur'ani na hulala. Zile zingine amesikiza wakati wa nishati, amechoka sasa ndio awasha Qur'ani, kisha na yeye koroma. Sasa hiyo Qur'ani umemwashia nani? Hii Qur'ani uliomwashia sasa ni nani? Kwa nini usisikilize Qur'ani kwa nishati kisha ukachoka ukatia vitu vingine ukalala? Hii si kuonyesha dharau? Na ndivyo tulivyo jamaa, hivi ndivyo tulivyo. Utaangalia kula kitu saa ya nishati, utaangalia kula kitu saa una hamumu. Unapokuwa umechoka, eti ndio shekhe sana, wawasha Qur'ani, ukaweka ile simu yako, mobaili yako ile, ukaanda koromo. Sasa isikilizwe ni nani hii Qur'ani? Nani wa kusikiliza? Na wewe ushalala. Jamani, hivi ndivyo tulivyo, hivi ndivyo tulivyo. Hebu tujirekebisheni jamani. Qur'ani tuipe heshima, Qur'ani tuifuatilie, Qur'ani tujue maana ya Qur'ani ni nini. Afala yatadabbaruna alquran, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tuzizingatie zile aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Aya inaposoma ujue kwamba aya hii yaniamrisha nini au yanikataza nini, aya hii ina habari gani, aya hii tuisome Qur'an. Mbona vingine tujua? Leo jamani, kuna lugha katika hii dunia ni ngumu, zikiandikwa ni ngumu, zikitamkwa ni mzito, lakini watu toa mapesa wakajifundisha. Lugha ya Kichina ikiandikwa utafikiri labda kumepita nje kitumbo, kumbe ni lugha ile wameandika na wenyewe wajua. Mchina akishika ile gazeti, ile mistari mitano iliyokaa pamoja yajua maana yake ni nini, na ile mistari mitano iliyokaa chini ajua maana yake ni nini. Sasa ikiandikwa lugha ya Kichina ni ngumu, na ikizungumzwa sasa ni ngumu. Ikizungumzwa ni ngumu na ikiandikwa ni ngumu, lakini utaona watu wanaenda kusomea lugha ya Kichina waijua, na wao pia azungumza lugha ya Kichina kwa lengo la kidunia, lakini hajifundishi Kiarabu kwa lengo la Qur'ani. Hajifundishi lugha ya Kiarabu ili aijue nini Qur'ani ya Mola, Qur'anan Arabiyan ghayra dhi iwaj. Hajifundishi lugha ya Qur'ani ili aijue Qur'ani, lakini ajifundisha lugha nyingine ili labda apate kazi, ili awe hivi, awe vile. Haya ndiyo mambo namna ilivyo. Sasa ikiwa sisi Waislamu Qur'ani tumeifikisha hapa, je, wasiokuwa Waislamu Qur'ani watafikisha wapi? Suratul Insan yaendelea, ndiyo tulioikuta. Na sura hii na sura za Qur'ani zote ambazo ni sura 114, sura 114 za Qur'ani, kwa kutofautiana zile sura. Kuna sura ni za Makka, kuna sura ni za Madina. Na sura za Makka na Madina unaposoma utaona kuna alama fulani ulama wameishiria. Ukiona alama kadhaa utajua sura hii ni ya Makka, ukiona alama kadhaa utajua sura hii ni ya Madina. Haya yote ni masala ya Qur'ani. Sasa suratul Insan, Mtume alayhi afdalu tahiyya wa atammu taslim, ilikuwa fajri yaumil jumu'ah. Raka ya kwanza baada suratul Fatiha akisoma alif lam mim sajida, ambao ni aya 30. Raka ya pili katika fajri yaumil jumaa baada suratul Fatiha akisoma suratul Insan aya 31. Na hapa ukiangalia kuna kitu fulani ambacho katika fiqhi chaweza kukusaidia. Raka ya kwanza sura aliyosoma ilikuwa na aya 30, raka ya pili ilikuwa na aya 31. Zimekuwa ni nyingi kuliko zile za raka ya kwanza, saa nyingine yaweza raka ya pili ikazidi kidogo. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam ile muadhaba aliyokuwa nayo ya kuisoma alif lam mim sajida
fi rak'ati al-ula, suratul insan fi rak'ati athaniya. Hili ni jambo wanazuoni wamepelekea kulipeleleza, kuna nini? Mbona mtume alikuwa akifanya hivi? Na leo utaona katika majabu tulionayo, ukienda kuomba uimamu, ukiomba uimamu, basi pengine ukaulizwa suratul alif lam mim sada waipata, hebu isome suratul insani waipata, hebu isome kwa alfajiri ya juma. Lakini suala ni kwamba zile swala nyingine mtume alikuwa akisoma nini? Lau tamrejea mtume katika kuswali kwake, hivi tunavyoswali sisi ya dhuhuri sivyo mtume alivyoswali. Twaswali ya dhuhuri lakini sivyo mtume alivyokuwa akiswali. Kwa hiyo kuna watu sunna kubwa ni fajiri ya yaumul jumaa, rakaa ya kwanza kusoma surat alif lam mim sajda, rakaa ya pili suratul insan, swala nyingine imamu asome chochote, si dharura. Kwa nini iwe hivyo? Tukiwa tupigania fajiri yaumul jumaa, na ni kweli mtume alikuwa akifanya hivyo kwa kudumu kwa namna hiyo. Na hizi swala nyingine tuangalie, adhuhuri mtume alikuwa akisoma nini? Alasiri mtume akisoma kiwango gani? Magharibi. Sisi leo swala zote juzu yetu ni ya amma. Jamaa, ndiyo sio? Swala zote juzu ni ya amma. Tena juzu ya amma pia kuanzia wallahi kama tukhtimisha mpaka mwisho huko. Na imamu kama anasema wailu lilmutaffifina leo na kesho kutwa, wewe siku ya leo utakwenda msikiti mwingine, wailu lilmutaffifina. Yani juzu ya amma ndio tumepanga ya kuswalia swala zetu zote. Ndio namna mtume alikuwa akiswali, ndio namna mtume alikuwa akiswali. Haya mambo lazima tuyasome. Kama tupigania fajiri ya yaumul jumaa ni sawa, tupate sunna ya mtume fajiri ya yaumul jumaa ni sawa, lakini na dhuhuri pia tupate sunna mtume alikuwa akisoma nini mtume swala ya dhuhuri. Alasiri nayo pia tupate sunna ya mtume alikuwa akisoma nini. Magharibi pia iwe hivyo, isha pia iwe hivyo. Lakini swala moja tu fajiri ya yaumul jumaa, na mtu kama mkana msikiti hakukusaliwa, kumesaliwa swala alfajiri ya juma bila ya kusoma alif lam mim sajida na hal ata ala linsani, huonekana kwamba swala ile haikutimia. Yani sunna ni alfajiri ya juma tu jamaa ya mtume. Hizi swala nyingine mtume alikuwa akisoma nini? Kuna tiwalul mufassal, kuna awsatul mufassal, kuna qisarul mufassal. Hizi zote tuziangalie. Tiwalul mufassal ni nini? Awsatul mufassal ni nini? Qisarul mufassal ni nini? Kisha tumwangalie mtume katika sala nyingine isiyokuwa fajiri alikuwa akisomaje. Haya yote kwa tafsiri yako katika vitabu vya hadithi, ukienda utayaona haya. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, as-Sunanul Arba, ukienda utapambana nayo haya. Kwa hiyo suratul insan katika maiza iliyokuwa nayo ni mtume kula alfajiri ya juma raka ya pili akisoma sura hii. Wakaangalia ulama, wakapeleleza ulama, wakaona moja ni kwamba hutaja pepo. Sura hii imetaja pepo sana na mambo ya peponi, imetaja pepo sana na mambo ya peponi. Kwa hiyo kana kwamba kule kusoma fajiri yaumil jumaa na siku yenyewe ni ya juma. Sasa siku ya juma ni siku na sharafu, siku ya juma kwetu ni siku na adhama. Sasa ile pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakumbushwa, pepo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika alhadithul qudsi, Mola Subhanahu asema a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Hii ni alhadithul qudsi. Mola asema nimewaandalia waja wangu wema, a'adadtu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu wema kitu ambacho kwamba la ainun ra'at, hakuna jicho liloona. Pepo hakuna jicho liloona,
Angalia hapa duniani, kupiga mfano hai ambao utakubaliana na mimi bila kunipinga. Mathalan, mimi nimekwenda Dubai, nimekwenda China, nikarudi bana. Abdallah, ndo bana. Omari, ndo bana. Salimu, ndo bana. Bana, Dubai shekhe iko namna hii. Kuna majumba kadhaa, mahoteli yake, mabarabara yake, maflyover yako Dubai. China nako ni namna kadhaa. Mimi nimekwenda, nimekuona kule China, nimekwenda Dubai, nimeiona na kusifia. Siku na wewe ukenda utakwenda kuiona kinyume na vile nilivyokusifia. Hiyo ndio kaida. Lazima utakwenda kuona sio vile. Na mimi niliokuambia, mimi nimeiona ile Dubai, mimi nimeiona ile China, nimekusifia mpaka uti wa kutoka wewe. Siku ukenda Dubai utaiona kiwewe sasa nyingine, siku ukenda China utaiona kiwewe sasa wewe. Hii ndio ilivyo, hii ndio namna binadamu tulio. Sio kwamba mimi nimeiona nimekusifia, wewe ukenda utaona, lazima utaona vingine. Sasa nimekusifia Dubai niliyoiona, nimekusifia China niliyoiona, umekwenda umeona vingine. Pepo nikikusifia niliona wapi? Mpaka ukienda iwe iko vile nilivyokuambia. Hata kama nimekwambia nimeiona, wewe ukienda utaona vingine, lakini nimeiona pepo mimi. Hiyo pepo nimeiona. Ndio Mtume hadithi al-Qudsi atuambia, nimewaandalia waja wangu wema kitu ambacho kwamba la ainun ra'at, hakuna jicho liloona, hakuna jicho liloona. Na hata kama liko liloona, Mtume aliingia peponi, aliona Mtume pepo aliona, moto aliuona. Wala udhunun sami'at, wala sikio halijasikia. Hapa ndio mahala pa kuangaliwa sana. Sikio halijasikia vipi? Mbona aya za Qur'ani tusomewa pepo iko namna kadhaa, iko namna kadhaa, iko namna kadhaa? Mbona ombe sikio halijasikia? Kwani Qur'ani imemaliza sifa zote? Qur'ani sangine ilitoka ujumla tu yale mambo huja. Kwa hiyo hata kama sikio lako limesikia halijamaliza. Qur'ani haikutajia pepo kwa tafsiri, kila kitu kimoja. Ututajia vitu kwa ujumla. Sangine mambo ya ibada pia ututajia kwa ujumla. Je, pepo ibada swala mathalan adhuhuri raka 4 ndani ya Qur'ani ziko wapi? Adhuhuri kwa ni raka 4, si tunaambia wa aqimu swala, simamisheni swala, tuswali adhuhuri raka 4. Niambie Qur'ani imetaja wapi adhuhuri raka 4? Alasiri kwa ni raka 4, imetaja wapi ndani ya Qur'ani raka 4? Magharibi raka 3 ziko wapi ndani ya Qur'ani? Isha raka 4 ziko wapi? Lakini Qur'ani mambo ya ibada ututajia kwa tafsiri kwa ujumla, sio kimoja. Mtume alayhi salatu wasalam akatupa tafsiri qawlan, akatupa tafsiri fi'lan. Pepo ndio hiyo, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, wala haijawaza katika moyo wa mtu. Ni jumla nayo na maajabu pia. Kula mmoja pepo aiwaza. Mimi hapa ningetizia pepo naiwaza hapa, pengine kuna namna kadhaa, lakini suala tu pale unapoiwaza ndivyo ilivyo. Wewe hapo ulipo, kuna mmoja sisi hapa pepo aiwaza. Pepo bwana kitu kizuri bwana, kitu iko namna kadhaa, pengine kuwaza mawazo yako. Mimi nina mawazo yangu kuhusu pepo, wewe lakini suala ni kwamba ukiwaza ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wala khatara ala qalbi bashar, hii haikanushi kuwaza, yakanusha mawazo kwenda sambamba na ile pepo namna ilivyo. Kwa hiyo waza unavyowaza, lakini pepo ni zaidi ya mawazo yako. Fikiri unavyofikiri, pepo ni zaidi ya fikra zako. Sasa aya ambazo kwamba tumepambana nazo tukasomewa hapa, imeanza qauluhu tabaraka wa taala, aynan yashrabu biha ibadullah. Suratul Insan kumetajwa mambo ya pepo nyuma huko, na yaendelea mambo ya pepo. Mola subhanahu wa ta'ala ametaja mto ambao ni Kafur. Mto ule ambao kwamba umetajwa ni Kafur, hapa ndio imekuja ainan. Hii ni badal, wal badalu ala al mansubi mansubun. Kafuran aina, hii yabainisha hiyo kafuri ni nini.
mto ambao kwamba uko ndani ya pepo, na peponi kuna anahar. Isome suratu Muhammad, soma katika surati Muhammad uangalie mito ya peponi. Mathalul jannati allati u'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Suratu Muhammad imetutajia mito sampuli 4. Sampuli moja ndio iko hapa duniani, sampuli moja tu. Tena hiyo sampuli moja yenyewe ni kufanana kwa majina tu, lakini kwa hali na mambo haifanani na peponi. Sampuli gani? Mito ya maji. Hapa duniani tuna mito ya maji tu, lakini hiyo mito ya maji ya peponi, angalia Mungu alivyosifu, fiha anharun min ma, peponi kuna mito min ma'in, ya maji, ghairi asin, yasiyoharibika. Anaambia mito ya duniani, mito ya duniani naambia iko vipi? Na ndio mito tulionayo, hatuna zaidi ya mito ya maji duniani. Lakini mito yetu ya maji hapa duniani ni asin, huharibika. Mara utaona mtu amebeba uchafu, mara mizoga imezokwa huko upelekwa ndani ya maji. Hii ni mito yetu duniani. Lakini mito ya huko, mathalul jannati allati u'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin, kuna mito ya maji, maji ambayo kwamba si yenye kubadilika. Kisha Mola akataja sampuli 3 za mito. Hapa duniani hakuna. Hata hizo dola ambazo kwamba tusema ni super power katika dunia yetu leo. Nikisema dunia leo, samu nyuma kulikuwa na super power, daulatul fursi wa rum, dola la mafursi na dola la marum. Wakati ule wa mtume na masahaba, hizi zilikuwa ni super power wakati ule. Na Mola akalitaja dola la Kirumu ndani ya Qur'ani katika surati Rum, alif lam mim ghulibat ar-rum. Marum wameshindwa. Alowashinda ni nani? Angalia maajabu ya Mola hapa, kutangazwa aloshindwa. Sisi umtangaza mshindi, si ndio? Mola kinyume atuonyesha hapa, atangaza aloshindwa. Ghulibatir rum, wameshindwa marumu. Marumu wameshindwa. Sasa walowashinda ni kina nani? Ni mafursi. Mafursi hawakutajwa, ndio walioshinda, hawakutajwa. Marumu ndio walioshindwa, Mola amewataja. Ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Soma surat ar-rum uangalie. Sasa madola ya Kirumu wakati ule kuwa ndio super power shekh. Marumu na mafursi walokuwa ndio super power wakati ule. Leo ikiwa tuna Amerika, tuna Mfaransa, tuna UK, sijui na wapi, hizo ndio super power. Lakini na usuper power wake, mito kama iko katika dola hizo ni mito ya maji tu, hii mingine hakuna. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Peponi kuna mito ya maziwa. Haanambie duniani ni nchi gani na mito ya maziwa. Dubai imeendelea kweli kweli shekhe, mito ya maziwa hakuna. Maziwa utakwenda dukani ukanunua supermarket shekhe, hakuna mito ya maziwa. Amerika imeendelea super power, hakuna mito ya maziwa. Peponi kuna mito ya maziwa. Anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamri, kuna na mito ya khamr ladhatin lisharibin. Lakini tembo lenyewe ni lingine, Mola amelisifu. Kisha wa anharun min asalin musaffa, kuna mito ya asali peponi. Dakika kama zimekwisha, mtafanya ishara jamani. Ustadh, lau samahani, khalas. Kama zimekwisha, kesho nitakuja saa 8 ndio mwisho nafikiri. Naam. Pengine una wewe tu kazi ya saa 8, nyingine nazo ila roba. Hadhira sana, hadhir sana. Kuna na mito ya asali. Ule mmoja aliposikia peponi kuna mito ya asali, sikiza lugha hiyo, kutaketika huko. Akaulizwa kwa nini, asema nyuki. Ikiwa kuna mito ya asali, maana nyuki ni wengi, kutaketika kwa peponi. Lakini kuna mito ya asali, maana nyuki tele huko.
Sio hivyo baba. Nyuki ziniasalie hapa duniani mwana, huko ni kitu special, sio cha kawaida. Hakuna nyuki, hakuna nzi, hakuna mbu. Wewe uko peponi bana. Lahum fiha ma yashaun, kula utakacho. Sitaki mbu. Utapana kulala, hakuna shekhe, hakuna kulala huko, hakuna kulala. Habari ya pepo shekhe ni kubwa. Nakumbuka nimesoma katika kitabu at-Tadhkira cha Imam al-Qurtubi fi ahwali al-mauta wa umuri al-akhirah. Nakumbuka kitabu hicho, basi ikawa izungumzia pepo. Kuna sahaba mmoja alisomewa suratul insani hii, ilipomalizika fakharra mayita, akaanguka, roho ikatoka. Habari kwa Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ile raha aliyoisikia pepo ndio imemtoa roho huyo. Pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pepo hii aliyoiandaa Mola Subhana. Tuisomeni katika suwari al-Quran, tuiangalie katika aya kadha wa kadha. Ainan, peponi kuna ain. Aini ni mto, jamu yake ni uyun, na aini hutumika kwa jicho, jamu yake vile vile ni uyuni na ayun, lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha Mola aliyochagua kwa kitabu chake hiki. Ni dharura sana tuijue ainan. Hiyo Kafur ni ainan, ni mto. Yashrabu biha, watakunywa biha, kwa mto huo. Ainan yashrabu biha ibadullah, ni mto ambao kwamba waja wa Mwenyezi Mungu watakunywa mto huo. Ainan yashrabu biha. Angalia hapo ndugu yangu, Qur'ani hii mbona imekuwa biha? Hii dhamiri ya muannath yarudi wapi? Ainan yashrabu biha. Ainan ni muannath, ni mudhakkar. Hii ain, kilma cha ain ni muannath, ni mudhakkar. Kwanza kimaana, kilma cha aini kina maana mengi. Hutumiwa kwa jicho, ainu ni jicho. Hutumiwa kwa mto, ain. Hutumiwa sangine kwa mfuko la kutelea pesa. Yani kuna lugha ya Kiarabu ni pana sana, ya kubali maani mengi, lakini kilma cha ain hutumika ni muannathi katika lugha. Kuna vitu katika lugha taanithi yake pengine ni kubadilika. Katibu, mwenye kuandika mwanamume, katibatun, mwenye kuandika mwanamke. Ile kuingia tee umejua huyu ni mwanamke, ile kutokuwa na tee umejua huyu ni mwanamume. Sasa kuna vilima vingine hata tee hakuna tee kukuonyesha kwamba hapa kwa kuwa imekuja tee ni mwanamke, hapa kwa kuwa haikuja tee ni mwanamume. Lakini vilima vile hutumika kwa taanith. Sasa kurudi katika lugha, wanaozuoni wametokea qawaid katika lugha ya Kiarabu. Ukisoma hata katika Munjid, Al-Munjid, pamoja na kwa Al-Munjid ni kitabu kingine wanaozuoni wasema kifai kutegemewa. Sisi leo wenye elimu ya robo kilo, kitabu chetu kikubwa cha lugha ni Munjid. Hujui ila Munjid, hutegemea ila Munjid, hutegemea ila Munjid. Na wajua aliyeandika Munjid ni nani? Ni Mkristo Mkatholiki. Tuko vizuri talabatul ilm? Ile Al-Munjid aliyoandika ni Mkristo Mkatholiki, ndio dhehebu lake. Wa Lebanon kuna Waarabu wa Kristo huko Lebanon. Kwa hiyo aliyoandika Munjid si Muislamu, aliyoandika Munjid ni Mkristo, dhehebu lake ni Mkatholiki. Ameandika lugha alikuwa akijua. Ndio utaona baadhi ya wanazuoni wapiga vita kuitegemea Munjid, kwa sababu yule aliyoandika pengine ametia vitu vya kihatari mule, si Muislamu. Lakini vitabu viko, Al-Qamus Al-Muhit, nenda ukaiangalia, imeandikwa ni Muislamu. Lisanul Arab ya Ibn Manzur Al-Ifriqi, nenda ukaiangalia, imeandikwa ni Mwarabu. Sasa Munjid kwa ufupi, pamoja na kuitumia kwetu sisi, aliyoandika ni Mkatholiki. Tujue hilo wanafunzi, na wewe nenda utaiona hasa Al-Katholiki imeandikwa. Kwa hiyo ile ni ya Kikristo, pamoja na kwa ni lugha ya Kiarabu aliyoandika. Sio kwamba yote mule nani ni Ukristo, lakini sumumi hazikosekani.
baadhi ya wanazuoni Hadharamout wamekataza kuitumia munjid. Vitabu vya lugha viko kadha wa kadha, kuijua lugha ya Kiarabu, kuijua lugha ya Kiarabu. Nakumbuka siku moja niko Makkah, nakumbuka kama hivi, katika kuingia katika maktabat nikenda nikapambana na kitabu chaonyesha makosa yaliyoko katika Al-Munjid. Kitabu kile nikakinunua, lakini kitambo kimenipotea. Nilikinunua Makkah, cha kuonyesha makosa yaliyoko katika Al-Munjid. Sisi leo hatuna mategemeo ya lugha ila Munjid peke yake, na kuna vitu vya hatari. Angalia vingine bwana, angalia Lisanul Arab, angalia Al-Qamus Al-Muhit, angalia vitabu kadha wa kadha wa lugha vilivyoandikwa na Al-Qamus Al-Muhit ina na sherehe yake al-Imam Az-Zabidi, Tajul Arus, Tajul Arus, sharh ya Al-Qamus. Soma vitabu hivi vya lugha. Kwa ufupi, lugha ya Kiarabu kuna vitu vingine ni muannath, havina alama. Wametutajia ulama, nenda katika Munjid mwanzo utaona. Angalia kama mkono, mkono Kiarabu huitwa yadun. Sasa yadun hakuna yadatun, yadun hakuna te mwisho, lakini yadun mahala popote hutumika ni muannath. Utasema hadhihi yadun, useme hadha, hadhihi yadun. Mguu utasema hadhihi rijlun. Jicho utasema hadhihi ainun. Na wengine wakatuambia viungo viwili kwa mwanadamu vyote hutumika muannath. Mikono ni miwili, macho ni mawili, miguu ni miwili, kwa hiyo viungo viwili utasema hadhihi tu. Vile vile katika vitu ambavyo kwamba vyatumika kwa taanisi ni asmaul buldan, majina ya miji. Hii Mombasa ni jina la mji. Kwa hiyo kilugha fasaha unasema hadhihi Mombasa, usiseme hadha. Hadhihi Nairobi, hadhihi Kisumu. Majina asmaul buldan hutumika kwa taanith. Kwa hiyo ainan yashrabu biha, ay bil ain. Kwa hiyo aini ni muannath ikiwa ni kwa jicho, aini ni muannath ikiwa ni kwa mto. Qawaid katika lugha ya Kiarabu. Mto huu kuna watu maalum wenye kuona tunahitaji wazungu wale nini VIP Sasa kuna watu VIP kwa Mungu pia wako hao. Tusione kwamba watu kwa Mungu daraja ni moja, hapana. Kuna watu sangine wenda wanda mpira, wewe umetoa shilingi 300 kununua tiketi ya kuingilia, yeye ameingia bure na amewekewa nini jukwaa pale zuri na kivuli. Wewe uko juani na umelipa, yeye hakulipa kwa kwenye kivuli na amewekewa na chupa za maji. VIP wale sio yote. Sasa ufikiri VIP duniani tu bwana, kwa Mungu pia kuna VIP shekhe. Sasa hao VIP wa Mungu hebu tuweke kesho insha Allahu taala. Tuanze na VIP wa Mungu ni kina nani? Aina yashrabu biha ibadullah, famanuhum ibadullah, waja wa Mungu ni kina nani? Mungu ana VIP wake shekhe. Kesho insha Allah nitakuja kuendelea, na nasikia raha nikiwa kwa ndugu yangu, na hata kama nitakosa madarasa yote mwezi wa Ramadhani Mombasa, lakini sitaki hapa kwa ajili ya ndugu yangu nikose. Kwa hiyo insha Allahu taala kesho tutakuja kuendelea tena, na haya yakiwa ni mazuri basi tuyafanyie kazi, yakiwa ni makosa, ikiwa kosa ni mimi na Mola wangu, na muomba Mola anisamehe, na yeye ni Ghafurur Rahim. Ikiwa kosa ni mimi na nyinyi, basi nyinyi pia ni makarimu wa kunisamehe ikiwa kuna kosa. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabila. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka tumefaidika vya kutosha, tumeelimika, kwa sababu darsa imefanywa na mwenye darsa, tafsiri imefasiriwa na mwenye kufasiri, ambaye elewa tafsiri kisawasawa, anaelewa lugha sawasawa, anajua zile adawati na maraji yake. Ndugu yetu, shekhe letu, mwanachuoni wetu Al-Ustaz Said Ali Hassan, Mwenyezi Mungu amzidishie sharaf, Mwenyezi Mungu amzidishie karam, Mwenyezi Mungu amhifadhi min kulli husadi wa min kulli adai. Mwenyezi Mungu inshallah taala ampe furaha kama alivyotupa sisi furaha.
na inshallah kesho tutakuwa naye tena hapa, tuangalie hawa VIP wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio muhimu. Wakati moja Mtume alikuwa katika vita vya Khaibar, akawa sema ghadan, kesho hatujafitahi mpaka leo siku ya 3, kesho bendera nitampa mtu anayempenda Mungu na mtume, na Mungu na mtume wampenda. Hawa ndio wenye VIP. Kesho bendera nitamkabidhi mtu ambaye yeye wampenda Mungu na mtume, na Mungu na mtume wampenda. Basi watu walilala kwa furaha. Sayyidina Umar asema, mimi siku zote sipendi kujisongeza mbele, lakini siku hiyo tulipoketi mbele ya mtume asubuhi, nikaje najiinua kichwa ngani itwe mimi, na ngani niwe katika watu wa VIP. Sasa tuambiwa kesho atatajwa VIP, njoo usikize sifa vizuri. Je, na wewe umo? Inshallah na sita kwa tumo. Usikate tamaa bana, kwani wale hawakuzaliwa kwenye chumba cha VIP, lakini kuna mambo waliyofanya ikawapeleka kwenye nini VIP. Na wewe inawezekana ukafanya mambo ukaa katika VIP, Mwenyezi Mungu akakupenda, Mwenyezi Mungu akakuinua daraja. Sasa kesho njooni kwa makini tuwasikize watu kama hawa, ili na sisi tujijue tuko mahala gani. Tukiwa tumo tuseme alhamdulillah, ikiwa atakuwa hatumo tufanye bidii, kwa sababu taelezwa walifanya bidii gani mpaka akaingia kwenye VIP. Mwenyezi Mungu akujaze khairi fadhilati Sheikh, na nyinyi mliohudhuria mlioketi wakati huu, Mwenyezi Mungu ajaze khairi. Hudhuri yenu ndio husharifisha darsa kama hini, na kulala pia kwa leo na kesho hairuhusi. Siku zingine njoni mla, lakini kesho lala, kesho tusilale, kwa sababu badala ya kuizidisha hima tunaongeza hima. Naam, uliza. Naam, tayib. Ndio haya mambo basi. Sasa ikiwa utakuja kwenye darasa ulale, utasikia maneno kama haya. Ustadhi ndugu yetu auliza Fadhil Habib kwamba bana, umetaja bana kuna na pepo, katika pepo kule kuna tembo, na tembo tutajua pombe ulewesha, ama wengine nasema wine. Sasa peponi kwa kuna wine, si ni hatari hiyo? Itakuwa kuketika kule, itakuwa kila moja nda mirama huko, itakuwa balaa kisha. Na Fadhil tu ustadhi. Vitu sangine kufanana na dini jawabu ndio. Mimi naweza kuwa Said Ali, na wewe kwa Said Ali. Bali na nini? Bali. Tunafanana na dini. Kwa hiyo vitu vya peponi vina majina nyingine hapa duniani tunatumia. Kwa hiyo kwa mshaka uliopo ni majina tu, lakini ausaf zinatofautiana. Sababu pepo ile la peponi liko na Mtume akamwambia mshaka al-khamra fi dunya lam yashrabaha fil akhirah. Tunataka hapa na huko hukuliwa. Kwa hiyo liko pepo la peponi kuna mtu asaya khamra, lakini la fiha ghawul wala hum anha yunzafun. Shika hii aya moja na ziko nyingi. Halina ghawul, kuropokwa. Nafahamu ile pepo la peponi ghawul, na kitu kile ghawul Mwenyezi Mungu katika sura As-Safa anasema la fiha ghawul wala hum anha yunzafun. Ile kuropokwa hakuna ghawul, hakuna kufuru, hakuna yote hapo. Kwa hiyo ni tembo limefanana na hapo kwa jina, lakini lina haifu sifat tofauti kabisa. Kama ndio kwa chochote katika Biblia. Ufahamu ndio hapo. Barakallahu fik. Kwa hivyo ni jina tu peke yake, lakini la peponi halina ulevi wala nini bana, ni raha tupu. Inshallah pengine kesho tujiandae tena kwa maswala kama yako, na nafasi itakuwepo. Ndio faida ya kuhudhuria katika darsa, kwa sababu wengine wataenda barazani kule bana, peponi bana tutakwenda kuna pombe bana na duniani. Lakini sasa ukiwa umehudhuria vizuri katika darsa na umeuliza, utatoka makini kabisa.
نعم شريف كيف فاتحة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أحسنتم وجزاكم الله خير وبعد الخير جنة نعيما. Hiyo pepo tuisikie inshallah, Mungu atuingize. Amin. Nilikuwa nataka kumwambia huko maziwa tele lakini kuna ng'ombe. Ilikuwa swala zuri hilo.